jamaa come stay shoulder. Unajua ile sasa jana nimeenda sora. Ni akina nani na inaanzia wapi? Sisi tupo. Yeah. Ushapigwa na majirani wanga? See, this is what I'm about. Muongo, mama muongo. Yeah. They know better. Yeah, kwa sababu So unajua juzi Snapchat kuna hii zile BGM background songs zile za ile kuna moja ile ya mtu kaeka ile ya jamaa come stay shoulder. Unajua ile sasa jana nimeenda foro I got to meet ile jamaa na kasuku wake. Come stay shoulder, come stay head. The only funny thing is anaongea broken English lakini yuko na confidence. Unajua squeezy, that's how it is. Yani hako strict kuongea kwamba labda mtu atakuwa atakuwa embarrassed au atakuwa anajifeel shy kwamba sijui Kiingereza, kwa hiyo no. Nowadays watu wamewaka mixture yao hivyo, ndio unasikia kama anamta nani ule ndege wake Aladdin come shoulder anafahamu kabisa, alafu ni ego yule. It's ego, sio? How mimi nasema parrot muda wote. No, it's an ego yule. So ego la that friendly manake. Maana na stories za man tunaambia wale wanaweza kubeba mpaka watu. So I don't know, lakini big up to the yani kwa jamaa kama anavomtrain and everything, it's really yani good. Okay, hello guys, welcome to another episode of the Coach Podcast TZ. Uko na mimi host wako Abdul Rahim aka leo nakuja kama Malboro. I don't know aka ipi ni jipe lakini niko na I'll give you that Malboro. The looks and Malboro fresh. Hey guys, my name is Abdul Halim, as you know me, you can call me Halim. Na leo tuna special guests katika episode yetu, and before kumtambulisha kwanza nitoe sifa zake, like mashallah she's looking good, respectful. Okay. Na katika Mapete verified. You know it's legit when Mapete verified. Na asikwambie mtu the way unavojirepresent sehemu ndo una attract, una vitu unakuwa una attract, you know, utakavojirepresent vizuri basi watu wanakurespect, heshima, unaekewa ile heshima kabisa. Lakini ukienda roughly ama whatever vile half naked or something like that, heshima yako inapungua. Kwa hiyo hongera zako sister. Bring back Stara. Bring back Stara. Yeah. Bring back Stara. So the floor is yours. Karibu sana. Thank you. Well, my name is Zuena Saleh. Yeah, I'm a friend of Mapete's. Alipokuja ni introduce me. Kakukataa. Yeah, imagine. Na yeye ndo alonialika. The coach. Si vizuri. Pia I'm a lawyer in profession. That's nice, mashallah. Yeah. See, mashallah. Good looking lawyer, mashallah. More inspired guys na vitu kama hivi. I mean, sisemi lazima kwamba na wewe uwe lawyer au na wewe lazima ujitande. No, it's just elewa kujiweka katika status fulani ambayo utakuwa presentable. Yani people will respect you out there and everything will go well. That's all binadamu utakuwa uwe nacho. Yeah, true. So, true. Today topic I think mie na nisikutakiwa kuisema last time lakini nimeisema. So today topic tutaongelea the difference between Generation Z na Millennium, au what lead to Gen Z being who they are, or what lead Millennium kuwa who they are. Kwa bahati nzuri. Kwa bahati nzuri. We are all Millennium. Kwa hiyo this may not be looking good. Wait. Ngoja na kukatisha hapo. Una uhakika gani kama wewe Millennium? Mimi nataka sister atuelezee. Gen Z ni akina nani
na inaanzia wapi na millennium ni wapi kwenda, kwa sababu I think kila mmoja sasa hivi anajipachika tu like mi Gen Z, mi millennium. Ngojea kwanza, mimi ninavyojua Abdul Halim wao ni Gen Z. See? Why? What I know. Kwa sababu mimi kama millennial najua wewe ulikuwa chini yetu. Abdul tumesoma naye pia. Na ulikuwa chini yetu. Sasa sisi ni millennial, wewe ni Gen Z. Wewe unataka defend. Si defend lakini no. Haimaanishi mimi kuwa chini yenu, maana yake mimi ni Gen Z kwa sababu wapo ambao kama tulikuwa chini yenu. Age same okay, as you guys. Okay, when birthday year niambie, usiniambie date, birthday year. If you are confident to say that. I'm okay with it. Because what wana 1997. Close. Yeah, yani close. That was so close. Ya millennium lakini ya millennium. Nafikiria it goes paka 1996. 97 wanataka kunitoa. Wanataka kunitoa kwenye 97. Kwa hiyo he was just this close to be Gen Z. Kwa hiyo mtetezi wenu kama ikiwa leo Gen Z tutawasaliti mtetezi wetu naye hapa. And leo kwa leo I'm officially Gen Z kwa sababu wameshalianzisha bifu. So karibu tena. You know, sasa hivi imekuwa sana like imekuwa debate kipindi hichi between millennium and Gen Z, na nani maana sio debate, naweza kusema war kabisa. Vitu vikifanyika kwa Gen Z, millennium like wana stand wakali sana, at the same time Gen Z wanachukulia millennium. So like kitu gani labda kimefanya kutofautisha sana kati ya hizi generation mbili? What do you think? What I know, kitu ambacho kipo hapa ni kimoja tu kwanza, kwa sababu different ya millennials na Gen Z ni kitu cha udigitali. Sisi as millennial tumekuwa digital ndo kwanza inaanza, right? Okay. Lakini hao Gen Z wao wamekulia, yani zile kwamba wamezaliwa digital ipo, so wanaishi nayo. Sisi tumeikutia, right? Okay. I mean, sorry, sisi tumeikutia, yani sisi inakuwa, sisi tupo. So kila kitu kinachokwenda pale wale Gen Z ni kwao. Maana hili yetu sisi wao wameendelea kushinda sisi. Maana kama kitu kinakuja maana unajua effect yake kubwa wao ndo wanaichukua sana, tofauti na sisi kwa sababu sisi tumepata ile ya juu, you get it? Lakini wao they grow up in an environment where digital world ndo inakuwa. Kwa hiyo that's for them. I really like what you say. Ni yao, yani specific that for them. Okay, that really makes sense. Hizi issue zote and stuff zinazotokea ni kutokana na kidigitali, si ndio? Kwa hiyo sisemi kwamba inawaharibu, lakini inazua vitu vingi, si ndio? That's your point. Kwa hiyo nataka kuniambia ingekuwa kipindi chetu sisi labda huu digitalism ambao wanao wao ndio chao wao, ingetukuta sisi kipindi kile, unahisi labda na sisi tungekuwa kama wao sasa hivi? Sihisi kama hivyo, lakini unajua kuna mambo mengi tumetofautiana na Gen Z, right? Kwa katika makuzi. Okay. Sisi tuliolelewa tofauti na hawa Gen Z hapo sasa. Hapo. Sisi tumelelewa kuwa kama tuko chini ya wazazi. Lakini sasa hivi Gen Z wanataka wao wawe above. Right? Ukimkataza kitu, yani atataka kujua kwanza why unamwambia hivyo. Well, there is sisi wana therapist yao. Sisi hatu argue, yani ukiambiwa don't do this, okay, you don't. Lakini ukimwambia Gen Z sasa hivi don't do that. Why? What's the reason? Na kama hujampa sababu hawezi kuelewa. You know what's funny to me is it's manake wanasema malezi. I can relate. Kwa mfano mimi nakumbuka zamani mtoto ilikuwa mtaani analelewa na community. Yani if we live in the same street, baba yako anaweza kanipigia mimi and then you are not questioning. Kuna siku moja bwana mimi ngoja. Ushapigwa na majirani wangapi? See, this is what I'm about to tell you. This is how sensitive it gets. Kuna siku moja mimi nilikuwa nimeenda kucheza. Unajua Miembeni pale mpaka Jitini. So mbali, just the 5 minutes away houses. So kawaida
I guess my grandma was asking for me. Abdul iko wapi? So kuna jirani yetu akaja akanikuta narudi. So kama ndo nini, aidha nimetuma au narudi. Kama kwa nyumba ya 3, ile jirani kunikuta, unatafuta huko, bibi yako anakutafuta. Out of nowhere jamaa akanipiga mikwaju proper yani. And then it wasn't kama yani sijapotea kama 30 minutes or 15 minutes. So jamaa akanipiga mikwaju. Kwenda home, vipi kwa wapi na kutafuta, yani it was normal. It was, unajua ile kuna kutafuta kwa tension, alafu kuna kutafuta ile Abdul hajaonekanika. And then like, vipi kwa wapi kutafuta, then like yule ndo kanipiga. So I couldn't say nyumbani kwa sababu I know hata ningesema pengine unajua yule mtu mzima angefeviwa kwamba he's on right kwamba kanipiga, lakini babu jenzi ukaja kumpiga kwanza wewe. Unajua kama na kuimagine na mind jamaa mpaka leo na mind jamaa serious. The strong beef ipo hapa, lakini you couldn't do anything. I couldn't do anything, and then I had to respect kwamba kafanya hicho kitu, lakini beef yani so beef pasa na mind yani. Why you being me man like bro popote ulipo nifiche ama wanao pia siwajue. Kafali sigata sijui uko wapi sijui, lakini for me it was like sikutafutwa kama mepotea bana, unajua it was beyond. So I understand kichapo kilikuangukia hiyo the painful part. I feel your pain, bro. When you say malezi, yeah, that's something. Yeah, nafikiria pia overly confident kwa sababu questioning, yani kwa nini they have that? Why wanauliza kwa nini, au kwa nini we hivi, au no there are reason wanataka zisikilizwe zaidi and so. Okay. Na hii ndio tunarudi nyuma kule. Digital ndio inafanya wewe hivyo. Right? Kwa sababu wanaona mambo mengi. Sawa. Teknolojia imefanya sasa hivi yani kwamba kiko wazi kila kitu. Sasa jaribu hapo umdanganye. Autambua muongo, mama muongo. Yeah. They know better. Yeah, kwa sababu tayari washaona kule nyuma, wameangalia kwenye internet kuna hichi na hicho, kifanya hivi kuna hivi. Easy access hivi vitu sasa hivi. And do you think kwamba vitu vote wanavyoviona kwenye huko mitandaoni ni asilimia, yani ni vingi ni vibaya ama vina asilimia ngapi, vina play part vipi kwa ubaya na kwa uzuri? Hii inategemea. Ukimcoach mwanao sorry, mimi mzazi. Lakini mzazi. Ukimcoach mwanao anatumia hii katika hii internet. Anatumia mambo mazuri na anaweza kuwa mabaya. Sasa we want to know kwa sababu it seems like ilo ndo tatizo. How can you coach? Yeah. Just uangalie tu kwamba kitu gani anaangalia at that time. Mtoto kachukua simu, yuko online, anaangalia kitu gani, lakini na athari gani kwake. And that's very serious unaposema, kwa sababu kwa mfano kuna video niliona, we all know Kim Kardashian, yeah? Ana hiyo sex tape and everything. Kuna game inaitwa Roblox. Mwanae alikuwa anacheza kwenye iPad. Chovam, lakini kaja akamwambia mama, game imestart kufungua zile kama tangazo na kuja ile sex tape. Kim cried. Chova makalia kanini, lakini umeona kwamba siku expect kama mtu kama yule kwamba kitu kama kile kimetokea zamani na uzungu kuichukulia, lakini imemtraumatize mtoto. Kwa hiyo pia ile idea kwamba it also so kwamba yule mtoto kamekuwa coach, if you don't see anything you don't understand, come to me. Chova, lakini ndio hiyo imekuwa make negative on negative, yani ni kitu kibaya na ambacho kinamwathiri yeye mwenyewe. Coaching when it's come to parenting is very hard. Okay, how do you balance coaching na mapenzi as a parent? Yani leo uwanja wa wazazi leo. Nipo na huyu mwanao unataka kumcoach. How do you manage kwamba I love this kid lakini also I want to teach this kid, if in a way how do you balance? Mimi kama mimi najaribu kuchukua ile njia nilivyolelewa mimi. Shout out to kwa hapo millennium winning point upande wetu. Yeah. Gen Z agaji tulieni. Mimi simwachii mtoto kwamba kila anachokitaka nimpatie. Yeah. Mimi I was taught kwamba si kila kitu ninachokitaka nipate. Nikisema hichi no, mzazi akisema no, it means no. Yeah, I see my mom in you, but okay. Because so that's what I'm doing right now for my kids. Yeah. Mama, mwisho leo asubuhi mtoto wangu alikuwa anataka simu yangu kwa kucheza game. Naambia no. Kwa sababu pia sitaki wale watoto wazoee katika mambo kama haya. Kwa sababu sasa hivi sisi millennials as parents
tunawachia watoto, yani kitu kidogo tunamwachia. Akilia mtoto, chukua simu. Yani ndio the way ambayo ya kumbembeleza mtoto. Kwa hiyo sisi hatujapata hiyo. Okay, kwa hiyo unataka kunambia the reason sasa Gen Z, point yetu tunakuja hiyo. The reason sasa sisi Gen Z kuharibika ni nyinyi. I can say that. Yeah. I can unataka say that. Kubisha ni nyinyi kwa sababu from the point alosema yeye kwamba mtoto akilia akitaka kitu anapewa. Kwa hiyo mtoto mleavyo, kuna ule msemo unasema wana struggle ku keep up na hiyo digital, yani kwa sababu you cannot be easy going like that, kwamba easy okay ushafahamu yani. Yeah. Kwa hiyo ndo ule kuna msemo unasema mtoto mleavyo ndivyo hapo. Kwa hiyo hii kushtumia Gen Z too much ni wao ndo anasababisha. No really. Of course. Nyie mna confidence. Kwa sababu kwa mfano, kwa sababu ungekuwa unamlea mwanao kama ulivyolelewa. Mfano. Like naongelea kwangu mimi nimelelewa hivi. Asubuhi naamka kusali chuoni. Sawa? Nenda zako shule rudi, pumzika kidogo, kula. Sio kupumzika unapoa simu au TV, pumzika, kula. Nenda chuoni. Unakwenda chuoni kwa tunaumizwa, lakini unakwenda chuoni unarudi unaangalia una homework umepewa nyumbani wapi, shule ama chuoni, zinawekwa pembeni. Koga kacheze mpaka magharibi. Adhana you guys mnacheza baada ya magharibi. You guys are lucky. Listen. No, unacheza ile muda la asiri mpaka magharibi. Unaambiwa ikilia honi ile ushaingia ndani proper, uwe ndani and magharibi uko ndani. Unafanya nini? Unakoga tena juu ya meza, homework unamaliza ya skuli ya chuoni. Umemaliza pengine saa 2 saa ngapi, mnakaa kwenye TV tena as a family. Nyote baba mama nani kinekwa kipindi pale ambacho nyote mnaangalia. Do they still do that now? I don't think. Ikifika saa 3 kakoshe miguu, how you grew up. So kakoshe miguu kalale. Hivyo niambie, ukimlea mtoto kama hivyo atapata muda gani atapata kuangalia vitu ambavyo havi make sense? So mimi nahisi hata umeongea point mbili. Kuna muda kuna ile alarming ya honi ya magharibi. And then kuna muda kwenye TV, kama mnakumbuka guys, TVZ walikuwa na ile vipindi vya watu wazima, vipindi vya something about vipindi vya watoto. As you say right now, imekuja kwenye akili yangu kwamba pale ilikuwa hata nchi taifa linalea watoto. Because unajua ikipigwa honi ile, sifikiri, I don't know what the purpose of honi. Sisemi najua asubuhi kwenda kazini, saa 9:30 kutoka kazini. Ile saa 12 sijui purpose yake. So far, lakini ile saa 12 ilikuwa ikipigwa kila mtu arudi nyumbani. That was a proper raising. Yani the national also, yani serikali imesaidia raising. Na ikifika usiku kuna ile vipindi vya watu wazima. So yani ikifika pale unaenda kulala moja kwa moja. Yani saa 2 tushalala. Speaking of vipindi vya watu wazima sasa. Do our kids right now wanajua kuna kitu kinaitwa ZBC? Sisi zamani tuna TV Zuzu. Hatuwekei. They don't. Hatuwekei kwa sababu ile TVZ enzi hizo, which is now ZBC, walikuwa wana vipindi vyao kwamba ikifika saa 10 wana vipindi vyao ile maoni kwa watoto kwa picha, something like that. Then unakuwa ikifika saa 2. That was a very comfortable. Yani unajiwekea limit yako wewe kama mtoto. Hazipo tena. Hakuna right now. Sasa hivi utamwacha mtoto kwenye simu, aangalie internet, aangalie yani vitu ambavyo havi make sense. Na which is anakuwa navyo. Alafu kitu kingine mimi siku zote nakuwa nawaambia Gen Z, sisi wageuki kwamba hawa enjoy ule utoto wao. Honestly speaking, siku hizi hakuna michezo rede,
Hakuna. Nage ndo ipo lakini sio kama vile unajua mpaka mie Nage mchezo wa kike lakini mimi nimecheza. Tulikuwa tunacheza bwana. People don't really care much kabisa. Ilikuwa ni michezo ya kitoto. Siku hizi hawachezi. Hakuna gololi, hakuna kobole, hakuna kula mbakishie baba. Hakuna ile michezo. Sababu vile vitu unajua vile vitu vilikuwa community, yani unajua ile streetwise kwamba it used to give humbleness. Hata dharau zile ilikuwa hamna. Hata kama mtu kwao wazee wake wanajipata, lakini you guys mnageza, watoto wanaanza kujua. Unajua ile pia inasaidia ile engagement ya watoto na watu wakikua nini, kwa sababu most of time hata maskuli ukiangalia wale watu ambao walikuwa wanafungiwa ndani ile wanakuwa wana social anxiety, how to deal with people inakuwa tabu. Kwa hiyo ile ni kitu kimoja ilikuwa nzuri hapa. Tena akasema kitu kama vile vipindi vya watoto so thing hazipo tena. Zamani ulikuwa ukikaa saa 10 unaangalia picha yako. Personally nimeshapeleka picha. Me too. Personally so if you have sikupata muda hapo tunapokuja kwenye millennials tunaanza kudai tukwambia millennials kupata chance ya kupeleka kwa sababu ulikuwa tayari ushakuwa Gen Z. You don't let to stuff tukwambia so like we all have a same childhood ambayo tunashare, hatujui kama tumeshare. Lakini I'm 100% sure Gen Z hawana hiyo. So as wa national wazazi lazima pawe pana hulka, pana ethical wise ya kurudisha ile ule mambo ya uuaji ya watoto ilivyokuwa zamani. I'm not saying kwamba wazee wetu walikuwa completely perfect, lakini they've tried their best in a way kwamba mzee akikwambia unajua zamani kwa faza kama kasema saa 8 saa 2 watu walale, ukisikia kama Honda au mlango unafunguka you are running to it. You get so we kuna scared flani, so like exactly. Maybe ni challenges gani kwa upande wako sister like mnazipitia maybe from your working place ama hata nyumbani kutoka yani katika raising hichi? Do you have any Gen Z sibling or do you have any yani do you relate anything unafanya chochote ya una raise a Gen Z au pengine kuna nephew wako also yani kama I do have it is hard kwa sababu for what I know for my experience yani atapaka nalalamika kwa wenzangu naambwa no that's Gen Z hii kitu kwamba they don't want to be told right yani usimwambie kwamba usifanye hichi no usimwambie kwamba ukifanya hivi itakuwa hivi no hakusikilizi yani wewe umwachie huru tu always umwachie huru hiyo ndo challenge kubwa yani Gen Z hataki kuambiwa alafu kuna hii kitu ambayo hawaogopi au maybe mimi nahisi inatokana na genes yake mwenyewe like I mean no sidhani kwamba there are people ambao wazee wao wako very humble, wanaogopa na kila kitu, lakini kwa sababu they are Gen Z. Kwani uje kukutana hivyo na mtoto utakuta maybe their parents ni watu wa aina fulani lakini yeye kaja tofauti kabisa. No, this is what we are trying to blame hapa as when anajaribu. Hawaogopi. It's very scary word. Very scary word. Hawagopi everything, they try everything yani hata from my work experience nakutana sana Gen Z right ukijaribu hata kumwelekeza jinsi maisha yanavyokuwa yani ukifanya hivi utapata athari katika maisha gani hivyo yani they don't care. When she say about her workplace mimi nimefanya kazi in a GBV unit wakati as a doctor so linakuja hizi kesi. Kuna this one time nimekutana na mtoto 16 years old katoka kwao usiku shamba, katoroka usiku saa 7 hadi saa 10 and then wazee wake was like sijui nini we just had a conversation na mtoto she was very frankly honest I've done it hivi na hivi na hivi yani it wasn't scary tumeenda kwao hivi yani hata confident yake na pray to that wazee wake wanasema washafuatilia washanini yani so yani they are not scary. Zamani mtu kutoka kwao usiku saa 7 mtoto wa kike yani it was very traumatized. So wanavyosema yani they are not scared at all. Mimi kama mimi. Sorry. Umesema GBV kwa faida ya wanaoangalia. What's GBV?
Gender based violence, unyanyasaji wa kijinsia. Gender based violence. Yeah. Wewe kama wewe? You are saying on your side? Niko na just nataka kuleta ule mfano ya mimi nilivyolelewa. Mimi mpaka nakuwa mkubwa, yani nishamaliza shule, nasoma chuo, najua I have to go to university, pengine nachelewa, lakini sasa nifanye chochote, nienda mbele rudi nyuma, ikifika 2:00 ushafika ndani. Upo chuo. Nipo chuo. Na hiyo excuse kwa sababu unaenda chuo, pengine daladala utafiri. Yeah, exactly. Siku hiyo narudi zangu chuoni 2:00, niko getini, napigwa simu, uko wapi mjinga? Hivyo. Yani, this is whatever you are doing, you will get back home. I said, man, bombo clat. Yani, I was like, mama, niko hapa nje. Yani hiyo nimeponea. Yani nafanya yote, lakini ikifika 2:00 nijue mwenyewe nishaingia ndani. And the thing is, wazee wengi are okay taking their kids to the uni. Umefahamu? Despite kwamba kuna watu wanapitia mitihani and everything, lakini nafikiria kwamba with the generation going, there's no rush kumfanya mtoto aende chuoni. Kwa sababu these people, they've started expose life. Unajua mtoto kwa mwanafunzi kidogo unaweza kupata access ya maisha yake makubwa sana compared to kwenda chuoni. I'm not saying kwamba some things happen, I'm really okay, lakini kwamba kama hakuna sababu ya mtoto kumwahisha kwenda chuoni, I advise kana. Why? Because the freedom, especially kwa sababu sisi, as you say, you are okay, you are worried being at home. Unaenda chuo lakini you are worried. Tufahamu lakini kama hawa jizi, kama hamna haraka kwenda chuoni, please don't take them because of the freedom. That's what I'm trying to say. Kwa hiyo unataka kuniambia maybe kuna limit ya age. Manake, that's what you are trying to say. I think it's not about age, it's about kumwangalia mwanao. Okay. Yani you have to know nyendo zake. Kama huyu matokeo, I feel like nah man, asiende chuoni. Yani I don't know. There's no formula to this. Mimi nahisi there's nothing wrong about that, mtoto kwenda chuoni, lakini kama mzazi, yani kwa sababu iko mentality kwamba mtoto akisha kuanza chuo, yani ndio anakuwa tayari mtu mzima. So that mentality iondolewe. Right? Thank you. Yeah, you should coach them. Okay. Jenzi niko na nyinyi. She put it the way ambayo if very understandable than the way I did. Yeah, so, you should coach them. Kwamba huyu sasa hivi si mtu mzima. She's still a child. Yuko under my Yani wana zile anyway kwamba like sometimes like surprise you unaweza leo unaweza kwenda kumpick pale chuoni. Unajua hivi. Surprise you just show up. Anya surprise ukutana na surprise. No, that's a parenting, because you have to be ready for everything ili upate kudili na mtoto wako. I must say kwamba unajua watu wengi tunahisi sisi wenyewe sisi hatutojua itakuwaje na watoto wetu, lakini Mungu atujalie kizazi inshallah. Lakini kuna kama analog fulani kwamba lazima mtoto apitie. Umenifahamu? Yani that's something ambacho ni iwe kitu kikubwa. Alafu sometimes tunaweza tukatuna blame Gen Z au pengine malezi hard, lakini pia parent involvement katika ulezi. Mara nyingi sisi wanaume ni watu ambao kujifanya tuko busy na utafutaji. I don't think kwamba tunajifanya, we really are busy. Lakini no, in sometimes inakuwa extent kwamba kuna vitu vya muhimu vya mtoto wako mtu unajivanga wanawake really need support. Unajua busy, kuna busy fulani ambao unakufanya wewe pengine as a man humjui hata mtoto wako kazaliwa lini. Na wako watu kama yo, this is something. Jena nakwambia katika kitu ambacho utakuja hospitali utashangaa hivyo. Mtu anakuja na mtoto wake baada ya jina hata darasa hajui anakumbuka. Alafu on top of that hajui, yani make what brought him to hospital mtu hajui. Subiri mpigie mamake. It's too sad. So apart from malezi sis, ukija to engage kwenye tuseme kwenye mambo ya community wise ama kwenye masuala makazi na nini, do you think kwamba kwa asilimia ngapi Gen Z wanatakiwa wawe involved ili kuleta tuseme changes? Samahani, what do you mean by community wise involvement? Tuseme kama masuala ya
kwenye kazi tuseme kulima amna whatever itakavyokuwa kulima na nini na nini na nini, unahisi ni kwa percent ngapi Gen Z wanatakiwa wahusishwe ukikompea na millennium? Kutokana na sababu mimi nina vouch Gen Z kwa sababu these people no, I'm being honest. Okay, akili zao are different. Wanakuja na vitu mezani very different, very unique. Wao sasa hivi ndo wanachukua kitu kutoka hapa. Tetezi wenu jamani, balozi wa Gen Z. Yani nasema uhalisia, nasema uhalisia. Yes. Mnyonge mnyongeni, haki yake mpeni. Kwa hiyo manake tuna umuhimu Gen Z. Yes. na kama unakumbuka niliongelea hii kuhusu mambo haya ya digital kwamba mtoto ukimwachia akitumia vizuri inamkuza, kwa sababu hawa Gen Z tayari wamekuwa kwenye hii digital. So wanakuwa very smart in wise. Na ndio ulimwengu ndio unavyokwenda right now. Wanakuwa very smart. Sorry, I'm interrupting. You talk digital. Simu umeanza kupoa kwa form ngapi? Okay. Do you want me to say? I'm just asking. Random question. Simu mimi nimeanza kupewa kwa darasa la 6 la 7. La 6. You? Simu nimeanza kuibaiba darasa la 5 la 6. Okay. Lakini nilikupewa officially. Kuiba as in vipi? So kuiba no like sikuibia, tunafahamu kwamba unatumia simu lakini wazazi hawajui. Lakini ilikuwa kucheza game tu. Yeah. Everyone has bas. Game tu. Form 2 jamani, mtanuia razi. Yo. Yeah, mimi nimetumia darasa la 6 la 7. Okay, let's say la 7 kwa sababu darasa la 7 tulikuwa tunafanya mitihani. Yeah, so nilikuwa natumia simu kufanya discussion na kucheza game. Ni excuse tu hiyo. Wallahi. No, I feel like that's how it is. Mimi kwa sababu my friends wote, your cousin Mudathir, Muba, wameanza kuwa na simu darasa la 5, darasa la 7. Shafamu, I have to wait 2 years from 1 na from 2 ndo kapasa. Mimi nasema excuse alotwa sister but excuse tu bwana. Abdul utakuwa huniamini lakini wallahi bwana mtu mna mambo ya darasa la 7 mtihani. Darasa la 7 mimi kama mimi na Gen Z tuko tofauti. Kwa sababu sasa hivi mtoto wa darasa la 7 unampa simu umejichimbia shimo. Lakini mimi in my mind mpaka niko form 4 sijawahi kutumia simu vibaya. I know Anna, trust me. I know. Yeah. I know. Abdul knows me. Wanajitetea kwani sisi Gen Z kila mkitupa simu tunatumia vibaya bwana. No, I'm just saying how close it is sasa hivi. Yani we try to different. Uda sala 7, you said sala 5. At that time, sorry Abdul, at that time tulikuwa hatuna access na internet. Right? Just trick. Messaging. Warp trick. Yeah, lakini sasa hivi internet ndio kila kitu. Tunaona mambo mengi kupitia internet. Ya Rihanna ndo hiyo unaikisikisi kama ndo Rihanna mwenyewe. Yeah. This is the most I've been comfortable. Mpaka sasa draw. No, you try to make it. Mpaka sasa draw in a way. You know? Na honestly speaking bwana, kwa sasa hivi millennium kwanza ngoja nirekebisheni, is it millennium au millennial? Millennial. Kwamba wanahitaji kupigwa brush kutokana na ulimwengu unavyokwenda. Sisi tuko sasa kusubiri. I'm sorry, I'm trying to interact. Kuna post inasema there's no best generation kama millennium kwa sababu sisi we are the last generation to enjoy maisha bila internet bila nini, lakini pia we are the first generation ambao internet imekuja alafu hatuja accept na. Kwa hiyo wewe zunguka hangaika. Ngoja nakuja kwa sister hapa. Wewe unataka kujifanya na pointi zako za nini? Nakuja kwa sister hapa. Agree to disagree. Mnahitaji kupigwa brush. I'll be honest, yes. I'm sorry. Point ya Gen Z nyingine. Yeah, kwa sababu kama tulikuwa tukiongea, tumekuwa sisi haya mambo ndio yanaanza. So
some of us, I mean, a big number of us, hatuyajui haya mambo. Mpaka sasa hivi tuko makazini, hatuyajui. Right? Lakini sasa hawa Gen Z, ndo wako nayo. Tuko nayo. Juzi, kuna siku ninaenda kwenye eco function, kuna mtoto, he's a Gen Z, unajua ananiambia vipi? Ka stop kazi, kwa sababu yeye anafanya kazi, lakini bosi wake anamfahamisha how kazi ifanye, lakini yeye ndo anamuingizia kazi bosi wake. Naona mambo. Yani yeye ndo anamuingizia pesa. Mimi nikikaa pale napata kwa shivya, let's say namuingizia 300,000 kwa siku, alafu yeye anafundisha mimi hivi. So I had to drop. Nikamtazama saa hizi. Yani this is belong to Didi. Yani when she say about kazi, nimekuja nimerelate nayo. See? Fanya wewe kipindi hicho wako cha nyuma, afu rudi nyumbani useme nimeacha kazi kwa sababu ya 1 2 3. Do you think the generation to comes, kwa maana sasa kuna alpha, si kuna generation X, as a parent, do you think there will be worst? Yani there will be nani kuna jambo jema, tuna jambo zuri. Hold on kwanza. Ni rekebishe kitu kimoja. Sisi tutabirie tu kwamba sisi ni wabaya. No, I'm not talking about you. Lakini kuna kizazi kile kinachokuja ambacho mtachokifanya. Unahisi kitakuwaje? Maana kama mtoto 3 years lakini ana 2. Wazazi ndio na hofia kwamba tunaelekea kubaya. Tunaelekea kubaya. Kwa sababu kama hawa Gen Z wako hivi kwamba they are afraid of no one. Je, kizazi chao kitakuwaje? Babu tutakuja kupigwa, wewe ndio ushakuwa babu. Kama sisi millennials wengine kwamba iko katika community hawataki, yani kama wewe Abdul umesema kwamba unapigwa mikwaju na jirani. Sasa hivi mtoto wako wengi yani kwa baina sisi mtoto wako akipigwa na jirani ukubali. Ndugu yako mwenyewe sasa hivi wengine wakubali. People taking their feelings. Ukubali, yani sababu ulezi umekuwa ule wa kuruhusu to the extent kama mtoto wa fulani atakuwa anakosea, watu hawana muda wa kupiga, wanatizama kwa sababu wanaogopa watoto watafanya kitu gani. Unafahamu? So it's just a hard perception ya ulezi. I feel like jamii sasa, let's say kama hawa watu wizara mambo ya jamii sijui nini, they need to bring serikali they need to sit down and bring the old traditional way. It's scary kwa sababu hatuwezi accept kitu nchi kama hizo za Ulaya au nini, unajua ni vitu ambavyo viko very open, lakini tunazungumzia kwamba hawa wahusika wa hapa they need to come to transform. Yani lazima kuwa kuna traditional value ya ile malezi yalivyokuwa kama maskulini. Do they still do science jamii skuli? Hawa hamna tena. Wanasoma science jamii ni geography. Seriously. I don't know. Social study. Social study. Yes, social studies, geography. Social study. So I feel like these things vilikuwa vina vitu ambavyo vina preservation ya nini? Ndio. If you like, how should I say, if wewe ungekuwa sasa hivi in a Gen Z era, let's say in your 18 sasa hivi, do you think there would be a difference from how miaka 8 au 10 ilikuwa, na yani uta keep up zile, yani you still be the same and now itakuwa vipi? Yani I don't know if that makes sense. Au na wewe yani unahisi kwamba the negative impact will affect you, unahisi hivyo? Kwa sababu ndio tunaenda na jinsi dunia inavyokwenda. Ingekuwa hard ku maintain wewe mwenyewe kama wewe personal. Well, nice tungeenda hivyo. Ninge go with flow. Ningeenda kama dunia inavyokwenda. The pressure is on make it about the pressure is on about nafikiria the surrounding. Surrounding pia inaathiri. Lakini hawa watu hawaogopi. Tukisema millennium, kuna kitu tuliongelea. Kuna wazee wetu wana hii kauli, nitakulea mimi kama mimi nilivolelewa. And you practically say that. I'm not holding you accountable, I'm just saying.
Do you think that's right? Dunia inabadilika. Do you think that's right? Just your perception. Do you think that's right? For me naona hiyo ni kawaida and it's right kwa sababu I'm proud of me. Nimekuwa katika malezi bora. Sijafanya mistake kwa sababu ambayo ninayaona sasa. Mimi najaribu kuwa control wanangu kwa sababu naona naona nje jinsi dunia inavyoharibika. Kila siku mimi nakutana na watoto ambao wanaharibika. So I'm trying to raise them like I was raised. So naenda pale mimi wanangu ikifika 2:00 walale 2 mpaka 3 hadi wao shalala wote. Mama naomba simu, no kulala hivyo. So I'm trying to raise them like I was raised. And it was proper. Same question goes to you. Ngoja unanidakia mie wewe vipi wewe mashallah wewe ni mzazi hapa. Tuje kwako kwanza wewe. Okay. So usitufiche. Okay. Ukajifanya na wewe sije saa 2. No, let me tell you one thing. Mimi kwamba the concept ya nitakulelea mimi kama nivolelewa it doesn't apply to everything. Right. Fahamu. Kuna vitu nitavifuata. This is something I will catch kwamba nitakulea mimi kama nilivyolelewa. Kwa mfano kuna hayo maadili, sije mtoto skuli, yani that's a good positive. Fahamu. Lakini kuna vitu kwamba I will have a friendship kubwa na mtoto wangu. That's good. Wazee wetu didn't give us that. That's communication. How tunakuwa able to communicate without making tengeneza hofu ya mtoto. Ufanye mtoto awe comfortable, umkaribishe, lakini pia utengeneze mtoto ambaye they will come to you when they work you. Yani iwe kuna unajua kuna vitu havikwepeki. Watoto wanaenda skuli, kila mtu anapokuwa kalelewa, lakini you would want that kid who would come back home and tell you like, so this and this happened, or this and this guy approached me, or this and najua ile yani kuna confident na hata kama nitakuwa na react, it's not kwamba kupiga lazima, hakuna mtoto akisema utapiga kwa sababu gani? No, yani because kaja kwako kasema kwamba someone approached me. No. Nitapiga pako pana sababu ya kupiga. I was trying to say, I was trying to say kwamba no, how can you be the person? That's the person being confident with you. I would say, lakini nasema nitapiga, lakini kupiga haitakuwa main focus. Kwa sababu zamani ilikuwa kupigwa si kitu ambacho chepesi. Yani utapigwa, lakini mimi sikumbuki kupigwa sana, lakini utapigwa. If that makes sense. Lakini ndo kama vile, lakini unajua, lakini utatengeneza ile mazingira ile ukaribu na mtoto, lakini pia mtoto atapokuja na kesi zake atakwambia like mie moja kati ya thing ambacho nampongeza Bimaza. Unaweza kwenda na kesi yako, she will listen, lakini if the place wao umekosea atakwambia that's good. Yani hapo anakuremind kwamba like okay, mtu fulani kakufanya kitu fulani, lakini wewe you are not supposed to do this. Wewe utakufanya hivi. Hata kama umeenda wewe ndio mimi, lakini if you are on a wrong, my mom will always let you know. Mimi kwa upande wangu mimi tukijaliwa malezi ambayo nitakayopenda kuja kumpa ndio itakuwa gen gani hiyo? Gen W alpha sidomega. Unaona alpha sasa. Tunaenda alpha. To be honest, ni kitu kila siku nilikuwa namwambia mamangu na baba kwamba mimi kizazi changu nitarejeshia nyie mkile. Why? You'll be surprised how watu hawana nguvu tena kulea, alafu kuna wako soft. Yani wanakuwa so soft. Yani wale unajua kumlea mtoto na kumlea mjukuu ni different. Najua, sikatai, najua. Lakini na siku zote naambia angalieni mumemkuza nani. See, alhamdulillah, they did a very good parenting. Which is naambia kwa hiyo na mimi nataka kizazi changu kipate the same thing. Ukiacha tu ile kunikuza na nini, lakini mapenzi, ile communication. Mimi my mom, she's my best friend. Na ningekwambia my best friend. Wow. Mom nina 1 2 3. Mom bwana I've been through this. Wenyewe wanachukulia very vibaya community ya Kiswahili, which is not really about. Wanachukulia very vibaya. Sijui wanaichukulia vipi, lakini very close. Kwa karibu na mzee wako uwe na nani? Kwa sababu unajua she's the only person katika ulimwengu ambaye who is true. Her intention will be 100% kwako wewe.
hana kukuficha. Kwenye ukweli atakwambia ukweli, kwenye baya atakwambia baya, na atakupa ushauri mzuri. Yule amekuzaa. Ndio. Kwa hiyo hana hata ile siku moja kukaa kufikiria jambo baya kwako, hata siku moja. Kwa hiyo chochote kile ambacho anachotupa sisi wazazi wetu, basi hakuna zaidi ya upendo na kwenye malengo mazuri. Kabisa. Definitely. Kabisa. Kuna hii kesi ulinipa before, like nataka tuiweke wazi, tuiongelee, like the 16-year-old girl, yule sijui something happened. Can I read? Yeah, it's okay. Nime rush nikiridi. Nah, it's okay cause it's a long story. No, it's traumatizing. Usual. Like I don't know. And kwa upande wako wewe sister, atakapoisoma nataka utuambie like kinachopelekea mpaka hicho kitu yani kutokea or something like that, ama ni yani ni nini? What's the cause? So this is something I want you all to pay attention because me ili ni perplex. Habari yako, ebu leo nitoe ushuhuda. Mimi nina miaka 30. Siri yangu ni kuwa mimi nalala na baba yangu mzazi, nikimaanisha kama wapenzi tangu nikiwa na miaka 17. Mdogo nilikuwa nalelewa na baba yangu. Mama alifariki wakati anajifungua. Mimi tangu mdogo baba alikuwa akiniambia nimefanana sana na mama yangu. I really want you to mark this part kwa sababu I just don't get it why a person would do this to their daughter. Na mama yangu, kwenye ukuaji wangu baba alikuwa amenikataza kuwa marafiki wala kuzoeana na ndugu, hivyo mara nyingi niko mimi mwenyewe. So nilivyotimiza miaka 17 nikamaliza form 4, kipindi nilikuwa nyumbani sana kusubiri matokeo, nilizidi kuzoeana sana na baba. Sasa kuna siku niliingia period, nikawa nalaga chumbani. Long story short, alipata period, babake was there to help her with the period, and then it goes, waka get comfortable. Unajua how women are on their period, comfortable, jamaa kamuingilia mwanangu. So wamedate for all those years, and then imefika yani kasha about mimba mpaka 3. So I feel like is yani what's your perception? So sasa hivi she's asking the community, how can I step myself out of this? Anasema sasa hivi ana miaka 30 and she want to be married, yuko na mchumba wake, lakini sasa hana feeling nzuri kwa mchumba wake kwa sababu anajua kwamba the only person can make her happy ni babake. So she's comfortable for being with his father. She was schooled. She was grooming Halamiki, 17 years old. That's very underage. All yani my take kwamba all anamjua babake ndio yuko there. Toka miaka 17 akamsupport nini, kapata period, babake was there, they done the deed and everything. Kwa mimi mpaka kieni kaja to the community kumtaka ushauri, najua tayari kishajua kwamba kitu alichokifanya ni si kizuri, ni kibaya. Kwa hiyo I accept kwamba what I did was wrong. Na she should move on. Yes, hiyo ana mchumba. Zile feelings zake sasa azihamishe. Ajutie kwa lile alilofanya kwamba this is wrong. I should have to move on. Aikupo na huyo mchumba wake, sijui ndo mumeo, ndo mchumba wake, right? Ndo mchumba wake. Yeah. Hivyo ajikubalisha yeye mwenyewe kwamba nilikosea na sasa hivi natakiwa kuendelea na babake. Lakini mimi nahisi it's not that easy mpaka akaamua kutaka ushauri. It's not that easy. It's not easy kwa sababu anasema babake is still like you manake babake anamuza you're still yani ndo bado una focus na wewe na mchumba wako. What about me? Babake bado ana psychological sick. Yeah. Okay. Kitu nimepata hapa yani in a good way. Wewe kama lawyer unaichukuliaje? Funga baba. Yeah. Anamshtaki. Babake, yani baba mtu hapo anakosa. Kwa sababu alimuingilia yuko 17 underage. Alafu pia kuna kosa jingine kumuingilia maharimu, yani kuna kosa la kuingilia maharimu. Yani utakiwi kumuingilia mtu ambaye mna relation blood. Yeah. So legally ukiachia mbali kidini lakini legally hilo ni kosa. Okay. Yeah.
So baba mtu anatakiwa kuchukuliwa, anatakiwa kuchukuliwa hatua. Kamwingilia mwanawe. Okay. Na years nafika 18 au ngapi? Nini? Kama huyu akifungwa miaka 18 miaka 10, maana ndo mwanamke ana ushahidi wote hapa. Akifungwa. Na inategemea na how it goes. Yes. How it goes kivipi kama yani kwa sababu kuna vitu vingine mahakamani ndo vinachangia ile afungwe. Kuna penalty ambazo zipo. Kwamba ukibaka miaka 30. Kuna makosa mengine miaka 25, wengine kama kubaka mtoto life imprisonment. Yani kubakwa life imprisonment Swahili. Unafungwa kifungo cha maisha. Kifungo cha maisha, yeah. So that's how it is. So do you think have you ever come across case kama hizi? Sorry about a lot in Zanzibar? Yeah. No. Mimi ndio niko kwenye field. Zipo kesi kama hizo. Wow. Na watu wanakuwa convicted. Oh. Yeah. Okay. Because he like this anonymous, I find it in Instagram. I thought like hivi si vitu vinaweza vika happen Zanzibar. Sisemi wrong. Kwa sababu watu wengi religion wise nini religion wise we should not go there. Kwa sababu huku watu wanajificha chini ya dini. Right? That's bad. Ukienda huko kwenye dini huko ndo tunaenda kufa makaburi. Yeah. So dini ipo kama dini lakini watu wanafanya unyama. That's so disturbing. Mwanao mwenyewe man. Yeah. I can't even imagine. Yani kwa sababu I was like pengine hii ni yani mesoma lakini I was like this is not something happening in Zanzibar. Are you guys even kuangalia hizi habari kwa sababu kuna one event imetokea father kamwingilia mwanawe hapa Zanzibar na ilikuwa imetoka kutoka kwenye mitandao. Right? Na mwanawe alikuwa ni mdogo tu. Yeah, kupatikana. Lakini sijaweza kufuatilia ile ilishia vipi lakini yanafanyika. Mara watu wanauliwa mambo kama haya si masara kwa sababu inakuwa a little bit too much. We cannot be doing this to your own kid. Na nyinyi kama nyinyi sorry actually it's nini kama nyinyi. I mean when you come how do I feel like sema vipi in a way fahamike. Jamii ifanye nini? I mean serikali, jamii kwa jumla, jamii ifanye nini? Si nyinyi kama jamii. Yani kuweza kupunguza such kind of things. I never knew kama ina happen. Serikali inachukua hatua, inachukua bidii kwa sababu kama kifungo cha maisha ishawekwa mpaka kifungo cha maisha. It means that serikali tayari ishachukua hatua. Lakini sijui kuna kitu gani hapa. The kid anakuwa traumatized kwa sababu kama huyu story yake anasema yeye yani mpaka majirani sasa wakaanza ku notice. Mpaka boyfriend wake sasa naye akaanza mbona you guys are too close, lakini ile unajua daddy's girl ile unajua ile how people move daddy's girl ni mtu mwanao mwenyewe hello inaogopesha. Naogopesha sana. People are evil. Yeah. People are evil. Watu wamejiset vitu. Unajua watu tofauti. Unaweza kuwa rafiki yangu mwanamke I value for the just friendship unajua lakini mwanao mwenyewe tena yani watu wanafanya. That's so toxic. Sana. Anyways, karibu sana kwa mara nyingine. Sister, karibu sana. Yani it was a good conversation. It was a good topic ambayo tumeweza kuiongelea siku ya leo katika The Coach Podcast. Kama utakuwa umeanza nasi ama ndo kwanza umejoin na sisi, tungependa utufollow katika mitandao yetu, tukianza na YouTube The Coach Podcast _TZ and Instagram The Coach Podcast.tz, TikTok pia The Coach Podcast.tz pamoja na pengine kote The Coach Podcast because I think Tanzania nzima ni tuko sisi to The Coach Podcast. So yeah, feel free to follow us, to subscribe and share and this thing sio kwamba ni kwa mjili ya mtu fulani tu, hapana. Hata wewe unaweza ukapita kwenye comment section zetu ukatoa mawazo yako juu ya episode zetu, juu ya any ideas if you have and everything, because it's a free space. You are all welcome. Na kama pia unataka kubook a space, you want to talk about something, it's okay, feel free, don't hesitate.
tuko pamoja na nyinyi kwa sababu ni kwa ajili ya wana, nasema community. So my name is Abdul Halim Hafidh, you can call me Halim, and my brother there Abdul Rahim, you can call me Mapete, and our guest leo Zuena Saleh, you can call me Ena. Zuber. Yeah. Natamani ilo Saleh tulificha alafu Zuena Zubair. Zuena Zubair. Zanzibari halisi kabisa, Z and Z. Zuena Zubair and everything. Yeah. Malboro. Yeah, without wasting each other's time, guys, subscribe, keep up with us. See you on next week. Definitely tutakuwa tuna topic more interesting ya kudiscuss than this. Lakini mostly tunapenda kuappreciate Ena kutenga muda wake kuja kudiscuss na sisi. This was a hot topic and it leave me worried. Na tumeshinda Gen Z 2-1 kwa hiyo imenifanya na wasiwasi, imenifanya na elimu zaidi. So thanks a lot. Labda Ena, if you have anything to say to add. Not much. Just na nimefurahi kukutana na nyinyi leo. It's been so long. Yeah, really long. Yeah, maisha. Yeah, tumebadilisha idea. Asante kwa kunikaribisha hapa. You're always welcome. Thank Much you. love to our team production for Viga, Level 1 Studio, behind the cameras there, Razaki, Twister. Thank you so much. And we're signing out. Peace.